la Chamazi, makao makuu ya klabu ya Azam, ambako mazoezi yanaendelea. Muendelezo wa mazoezi unaendelea kama kawaida, na ikiwa ni siku ya kwanza tangu kocha arejee kutoka nyumbani, ambako sasa ameanza mazoezi rasmi leo katika kikunoa kikosi cha timu ya Azam FC ambayo inajiandaa na mashindano mbalimbali. Yako mashindano mengi sana. Kuna raundi ya pili ya ligi kuu ya Tanzania bara, kuna mashindano ya Mapinduzi Cup, alikadhalika kuna mashindano ya kombe la shirikisho ambako Azam ndio mwakilishi katika kombe hilo la shirikisho. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya muendelezo wa mazoezi ambayo yanaendelea. Lakini nini ambacho kinapatikana katika muendelezo huu wa mazoezi? Angalia Azam TV Shop. Naitwa Saidi Kirumanga kwa niaba ya Isa Didi pamoja na Sela. Lakini kwanza tupate Azam Kola, na tutakaporejea moja kwa moja tutakuonyesha kile ambacho tumekuandalia. Lakini kumbuka, Azam inaondoka mwishoni mwa mwezi huu kuelekea visiwani Zanzibar, ambako inakwenda katika mashindano ya Mapinduzi. Kule sasa ndio mwalimu atapata picha halisi ya kikosi chake ambacho kitakwenda katika kombe la shirikisho barani Afrika. Azam Kola. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, baada ya kupata Azam Kola, tuangalie kile ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Kocha wa timu ya Azam FC Joseph Omog amerejea kutoka nyumbani na kujiunga na kikosi cha Azam FC kwa mara ya kwanza, akianza kukinoa akiwa na wachezaji wote wa kikosi cha Azam FC tangu aliposaini mkataba wa miaka 2 kuifundisha timu hiyo. Timu ya Azam ipo katika muendelezo wa mazoezi yake kwa muda wa wiki ya pili hivi sasa, na tayari baadhi ya wachezaji waliokuwepo katika timu za taifa ambazo zilikuwa zinashiriki mashindano ya challenge wameshajiunga na timu hiyo. Wachezaji wote wameonekana wakijumuika kwa pamoja katika kufanya mazoezi hayo kwenye uwanja wa Azam Complex uliopo Chamazi, mazoezi ambayo yalisimamiwa na kocha mkuu Joseph Omog. Kocha msaidizi wa kikosi cha Azam Kalimangonga Ongala amesema kurejea kwa kocha mkuu Joseph Omog, ambaye tayari ameshaanza kukinoa kikosi hicho kwa mara ya kwanza, unaongeza kasi ya mazoezi pamoja na kuanza programu zake sasa rasmi. Furahi sana kwa na wachezaji wote, kasoro Viali kidogo ndio kaumia, lakini tunajua tuna kazi kubwa sana mbele yetu, na wachezaji naona wako tayari kufanya kazi. Kocha anasema amefurahi sana, tuna wachezaji wazuri sana, na tukifuata maelekezo yake wakiweza kujituma tutafika mbali kwenye mashindano yote ya Mapinduzi na pamoja ya shirikisho Afrika. Mimi naona sisi tuna kazi kubwa sana kufanya, wachezaji inabidi wafanye kazi kubwa, kwa sababu kocha mpya amekuja, lakini abadilishi mambo mengi, ni vitu vidogo ambavyo wakiweza kufuatilia, wakiweza kuzingatia, watafika mbali zaidi kitimu vile na wao kibinafsi. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, kamati ya mashindano ya kombe la Mapinduzi imetangaza makundi na ratiba ya hatua ya awali ya michuano hiyo inayofanyika kuadhimisha miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar Januari mwakani. Ratiba iliyotolewa na kamati hiyo inaonyesha kuwa jumla ya timu 12 zitaumana kuwania taji hilo, ambazo zimegawanywa katika makundi matatu, kila moja ikiwa na timu 4. Mabingwa watetezi wa michuano hiyo Azam FC watakuwa katika kundi C pamoja na makamu bingwa Tusker ya Kenya, Dar es Salaam Young Africans na Unguja ya Combine. Timu ya Mbeya City, Pemba Combine, Chuoni na URA kutoka Uganda, ambazo zinaunda kundi A, zitaumana katika kundi hilo. Kundi B
likiwa na timu za Simba, KMKM, AFC Leopards ya Kenya pamoja na KCC kutoka Uganda. Pazia la michuano hiyo litafunguliwa Januari 1, 2014 kwa mechi 2 za kundi B katika uwanja wa Amani, ambapo mabaharia wa KMKM watapambana na manispaa ya jiji la Kampala KCC saa 10, na usiku wa siku hiyo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa kibaruani dhidi ya AFC Leopards. Januari 2, 2014 kutakuwa na mechi 4 katika kila uwanja kati ya Amani Unguja na Gombani Pemba. Bingwa mtetezi wa michuano hiyo Azam FC watashuka dimbani kucheza na Unguja Combine saa 10 ya jioni. Huyu ni kocha msaidizi Kalimangonga Ongara akizungumzia juu ya michuano ya Mapinduzi Cup, jinsi timu ya Azam FC ambao ni mabingwa watetezi wa michuano hiyo itakavyoshiriki kwa msimu huu. Tunaenda pale kutetea taji letu na tunajua kama tuna timu nzuri, tuna wachezaji wa kutosha kupigana. Kwa hiyo tukiweza kupita raundi za kwanza, nadhani tunaweza kutoa ubingwa tena. Katika mashindano ya Mapinduzi Cup, mtazamaji wa Azam FC TV show, msimu uliopita timu ya Azam FC ilitinga hatua ya fainali baada ya kuwafunga Simba kwa mikwaju ya penalty, na katika mchezo wa fainali ikafanikiwa kuifunga timu ya Tusker kutoka nchini Kenya. Uongozi wa klabu ya Azam FC kupitia kwa katibu wake mkuu Nasoro Idrisa umesema kwa sasa unamsikiliza kocha mkuu juu ya safari ama tarehe ya kuelekea Zanzibar katika mashindano ya Mapinduzi Cup baada ya kumaliza programu zake za mazoezi ambayo yanaendelea jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Azam Complex. Kweli kwanza tunashukuru Mungu kwamba wachezaji wetu wale waliokuwa timu ya taifa leo rasmi wameripoti kwenye timu yetu kuungana na wenzao tayari kwa ajili ya matayarisho haya ya majukumu ambayo tulionayo mbele yetu. Pamoja na vile vile mwalimu wetu leo vile vile ndo ameanza kazi rasmi. Naweza kusema ni rasmi ni vile vile kwa sababu alikuja hapa tukaingia naye kandarasi na alipata muda kidogo kwenda nyumbani kuona familia. Sasa amerudi. Kwa hiyo utaona kwamba kama timu yetu kwa ajili ya matayarisho haya majukumu yaliyotukabili haya leo ndo rasmi na hapa tumeanza. Nashukuru Mungu vijana wote wako wamefika salama, wapo katika afya njema na maisha yanakwenda mbele. Tunajiandaa na nini basi? Tunajiandaa na mambo mengi kabisa. Kwa hiyo kama ujuavyo tangu mwaka jana majukumu kwetu Azam yameongezeka, naweza kusema yameongezeka kwa maana ya kuwa tulikuwa tunacheza ligi tu hapo mwanzoni. Sasa tumeanza kushiriki kombe la Mapinduzi miaka 3 iliyopita. Tuna majukumu ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo utakuta tuna majukumu ambayo tuna mbele yetu. La kwanza leo karibu yetu kabisa, wiki ijayo panapo hai na majaliwa tunajiandaa na kombe la Mapinduzi. Kombe la Mapinduzi ambalo sisi ni bingwa mtetezi na kwenda kucheza kombe letu. Vile vile kombe la Mapinduzi ambalo mwaka huu Mapinduzi ya Zanzibar yanatimiza miaka 50. Kwa hiyo mashindano ya mwaka huu utakuta yamebadilika, yamekuwa na timu nyingi kutoka nje. Kwa hiyo tunajua changamoto zitaongezeka. Tunashukuru kwamba Zanzibar nao uwanja ule umeboreshwa, umekuwa na carpet. Kwa hiyo sisi kama Azam tunasema tunajiandaa na kombe la Mapinduzi kama bingwa mtetezi, tunajiandaa kwenda kulitetea tena kwa sababu kama ujuavyo unapotoka chini mpaka umefika kombe sasa limekuwa lako, wewe bingwa. Unakwenda kutafuta nini tena zaidi yako? Wewe ni kutafuta labda nirudi nyuma, unatafuta kwenda mbele. Na mbele hakuna mbele zaidi ya kwamba kuendelea kulimaintain kombe lako wanalo. Kwa hiyo tunakwenda kulitetea kombe letu kwa nguvu zote. Tuhakikishe kwamba siku ya sherehe za Mapinduzi wakati wa Tanzania tunasherehekea sherehe za Mapinduzi na Azam tutakuwa tunasherehekea kulibakisha kombe letu ndani ya mikono yetu. Timu imetoka vyema na heri kwamba tupo katika kundi ambalo tuko pamoja na bingwa wa Tanzania bara, Young Africans. Tuko na mwakilishi wa Kenya Sinaka kama ni mabingwa kule Tusker na Zanzibar Combine. Kwa hiyo kwetu tunasema ni changamoto kwa maana ya kwamba ni kipimo tosha cha timu yetu kwa sababu unapocheza na mabingwa hawa wawili, Tusker kama sikosei kama sio bingwa mwaka huu wa Kenya basi atakuwa ni bingwa aliyepita mwaka uliopita, kuwa katika kundi moja na mabingwa wawili hawa ni kwetu ni mazoezi na changamoto tosha kabisa. Kwa hiyo ratiba imetoka, sisi kama Azam tumefurahia. Sisi kama Azam tulivyo na tunavyojenga timu yetu kwamba hatuhofii timu yote kwa sababu sisi wenyewe sasa nafikiri tumeanza kuhofiwa na wengine. Sasa itakuwa kichekesho kwamba wewe unakwenda mahala watu wanakuhofia na wewe unawahofia. Kwa hiyo sisi hatuko hivyo. Tunajua kwamba sasa ni sisi moja ya timu ambazo zinahofiwa. Sikwambie na sisi tunakwenda kombe lile, hawa wenzetu wote wakijua kwamba huyu ndio mwenye kombe lake, yani ndio bingwa mtetezi. Kwa hiyo
tunasubiri muda ufike, tupeleke vijana wetu waende wakaanza kushindana na mashindano. Azam ni taasisi ambayo tumeijenga kwa muda mrefu, na huwezi kujenga kitu asubuhi basi jioni kwa wanavuna. Hata ukiamua kujenga shamba tu, ukiamua kulima shamba basi haiwezekani basi umetia leo asubuhi mbegu, jioni unavuna. Kuna kipindi cha kupalilia, kuna kipindi cha kusubiri ili upate kupata matunda. Kwa hiyo inaweza kuona Azam sasa, unaweza kutuona kama tumekuwa sasa tuko mahala kama tuko juu, tunaelekea kwa juu kabisa. Kwa kila mashindano ambayo tunashiriki unatuona kama tumekuwa washindani wa kweli kweli, na tunaanza kupata mafanikio ndani ya kikosi, lakini ni kazi kubwa ambayo tushaifanya muda uliopita. Azam hii haikuanza leo, sasa imekuwa ni msimu wetu wa 6 kushiriki katika mashindano mbalimbali. Kwa hiyo mfumo ambao tulijiwekea wale huko nyuma, sitaki kutaja historia nini tumefanya kwa sababu kila mtu anajua, lakini sasa angalau unaweza kusema tunaanza kufurahia au kufaidi yale matunda ya kile ambacho tulikiwekeza. Mfano mdogo tu ni kwamba tuna academy yetu hapa, ilikuwa inasifiwa Azam, lakini sasa tunashukuru kwamba imetoa vijana 4 ndani ya timu ile ya wakubwa ya ilorudi juzi kwenye Challenge Cup. Vijana wetu wametoka katika academy wamekwenda kule na walikuwa katika group ile ya watu walikuwa kule. Kwa hiyo kitu kimoja kwa hapa naweza kusema ni yale matunda ambayo sasa tunaanza kuyapata. Hata sisi kama viongozi tunaanza kuona sasa kweli hata ile timu yetu tulikuwa tumeiweka pale, tulikuwa tunailea, tunaifunza, lakini sasa walau inatusaidia sisi, inasaidia na taifa letu, kwa sababu ndio lengo, kwa sababu unapotaka kuendeleza soka sio unaendeleza Azam peke yake, pamoja na soka la nchi kwa jumla. Kwa hiyo nchi inafaidika vipi? Ndio imeanza kufaidika hivi, kwa sababu kama ninavyosema, mathalan nirudi nyuma kidogo, tangu tuanze kutumia kiwanja chetu hichi cha Chamazi labda hatusaidii Azam peke yetu. Imeshachezwa mashindano hapa Sekafa, tumesaidia nchi. Klabu mbalimbali hapa zinacheza ligi zinatumia uwanja huu. Sote ni wa Tanzania. Utaona ile wimbi la mafanikio halifaidishi Azam peke yake, bali tufaidisha sote wa Tanzania kwa jumla. Unapokuja hapa hata wakiondoka hawaondoki na sifa ya Azam tu, wanaondoka na sifa ya Tanzania, kwamba they are serious, wana kitu kizuri wameweka hapa, wanaendeleza, kwa sababu ndio kitu cha muhimu, kwa sababu hata rank za FIFA zile hazitizami klabu, zinatazama nchi kwa jumla, nini imefanya. Kwa hiyo kama nchi yetu itasogea mbele kwa kila jambo, ndio hata rank yetu, hata mathalan kina Mbwana Samata sasa wako TP Mazembe, haipati sifa labda Simba tu iliwapeleka pale, lakini Tanzania kwa jumla, kwamba kuna Watanzania wanacheza klabu kubwa katika bara la Afrika. Kwa hiyo ni sifa kwa nchi yetu, ni maendeleo ya soka la nchi yetu. Azam Kola. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, ratiba ya michezo ya vilabu barani Afrika, hususan kombe la shirikisho iliyotolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, ni wazi kabisa kuwa haimnyimi usingizi kocha mpya wa Azam FC ya Tanzania, Mkamerun Joseph Marius Omog, ambaye amechukua mikoba ya Muingereza Stuart John Hall kwa mkataba wa miaka 2. Kwa mujibu wa ratiba ya CAF ya michuano ya kombe la shirikisho
ni kwamba Azam FC itaanzia ugenini dhidi ya Ferroviario de Beira ya Mozambiki, mchezo ambao bila shaka utafanyika huko Beira. Hii ni ratiba ya kuanzia kwa upande wa Azam FC, ambao huu ni msimu wa pili mfululizo kushiriki michuano hiyo ya vilabu barani Afrika. Itakumbukwa msimu wa mwaka 2012-2013 Azam FC, ambayo ilikuwa ikiingia kwenye uzoefu mpya wa michuano ya vilabu barani Afrika, ilianza na Al Nassr Juba ya Sudani Kusini jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa pili 2013, na Azam waliibuka na ushindi wa mabao 3-1, huku mabao hayo yakifungwa na Abdi Kasim Babi na Kipre Cheche, kabla ya kuikandamiza tena katika uwanja wa ugenini katika mchezo wa marudiano kwa mabao 5-0 yaliyofungwa na Hamisi Mchaviali, mabao 3 hat-trick nikimaanisha hivyo, John Boko na Salum Abubakar Shuaboy. Azam ilipita na kutinga raundi ya pili kwa ushindi wa jumla ya mabao 8-1. Mtazamaji wa Azam FC TV show, katika raundi ya pili Azam FC ilikutana dhidi ya Barak YC ya Liberia, ambapo mchezo wa kwanza ilichezwa tarehe 17 mwezi wa 3 2013 nchini Liberia, ambapo Azam FC iliibuka na ushindi wa mabao 2-1 yaliyofungwa na Humphrey Mieno na Saif Abdallah Karie, kabla ya mchezo wa marudiano uliopigwa uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, tarehe ikiwa ni 5 ya mwezi wa 4 2013, na timu hizo zilimalizika kwa sare ya bila kufungana, sare ambayo iliwawezesha Azam FC kutinga hatua iliyofuata. Ikapangiwa kucheza dhidi ya Waarabu FAR Rabat ya Morocco, ambapo walikwenda suluhu ya mchezo wa kwanza uwanja wa Taifa, na mchezo wa pili ulimalizika kwa Azam kuweza kupoteza kwa kukubali kufungwa mabao 2-1 ugenini na FAR Rabat. Kwa nini nilianza kwa kusema ratiba iliyotoka haimnyimi usingizi kocha mkuu wa kikosi hicho? Kwa sababu kocha huyo mwenye umri wa miaka 42 ana uzoefu mkubwa na mashindano ya vilabu Afrika, achilia mbali kuifundisha timu ya taifa ya Cameroon ya wachezaji wa ndani, yani nikimaanisha CHAN. Lakini pia kwa upande wa vilabu alifanya vyema akiwa na timu ya AC Leopards, ambao ni vigogo wa soka nchini Congo Brazzaville. Imani kubwa hapa ni kwa kuwa Azam FC tayari imeshapata uzoefu kwenye michuano ya vilabu vya Afrika, na ilipoishia msimu uliopita si haba, lakini pia kwa kuwa na kocha mwenye uzoefu mkubwa wa kiwango hiki katika klabu hii ambayo imekuwa na miundombinu ya kinifu ya kisoka yenye mwelekeo wa kubadili utamaduni hasa uliozoeleka wa soka la Tanzania lisilokuwa na mwelekeo, wakidhihirisha hilo katika michuano ijayo ya vilabu Afrika, wakiwakilisha kwa mara ya pili katika michuano ya kombe la shirikisho. Mtazamaji wa Azam FC TV show, mafanikio ya kocha mkuu wa timu ya Azam FC Joseph Marius Omog kuiwezesha Leopards ya Congo Brazzaville kutoa mara 2 taji la ligi ya soka ya nchi hiyo na kuweka historia kubwa barani Afrika kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 38 kupeleka taji la michuano ya kombe la shirikisho nchini Congo. Hiyo yatosha Azam FC kujivunia kuwa na kocha mwenye kaliba kama hiyo klabuni hapo kama kocha mkuu wa kikosi hicho. Sifa kubwa ya makocha ni kutoa makombe kama ilivyo kwa Omog, ambaye tayari ameshavaa zawadi kubwa za ubingwa barani Afrika, na hivyo kumfanya kunywa maji ya baridi yenye barafu huku akisikilizia raha ya ubaridi wake kooni, kwani ratiba yake ya mchezo wa kwanza haitoweza kumpa ugumu mkubwa. Ni wazi kuwa katika michuano iliyopita ya vilabu Afrika, timu kutoka Mozambiki Liga Makulamana iliwafungisha virago Gaborone United ya Botswana kwa ushindi wa mabao 3-2 katika hatua ya awali, ili hali timu ya Gaborone United ni moja katika timu nzuri ukanda wa kusini mwa Afrika. Ni wazi kuwa soka la Msumbiji kwa kiwango cha vilabu si baya sana, lakini uzoefu wa kocha Joseph Marius Omog
ni chachu ya kuiwezesha Azam FC kuwadhoofisha wapinzani wao Ferroviario de Beira ya Mozambiki katika mchezo wa raundi ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ama kwa hakika hakuna mtu asiyetambua uwezo wa timu ya Azam FC ambao ulionyesha katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu uliopita. Hivyo imeshajua njia ya kupita na inahitaji marekebisho madogo tu katika kuwezesha kufika mbali kwa msimu huu wa mashindano hayo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Katibu mkuu wa klabu ya Azam Nasor Idrisa anazungumzia malengo ya msimu huu wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sisi kama Azam tulikuwa tunajua mapema kwamba sisi ni wawakilishi wa Tanzania kwenye kombe la shirikisho. Kilichokuwa tunasubiri ni ratiba itoke, tutaanzia wapi, tuendelee wapi. Lakini sisi kama klabu na malengo yetu na ratiba imetoka namna ilivyotoka. Sasa Azam tuna malengo. Kila jambo sisi huwa tunajiwekea malengo, na sisi kama binadamu tuna wakati mwingine tunafikia yale malengo ambayo tumejiwekea, wakati mwingine hatufikia yale malengo ambayo tunajiwekea kutokana na changamoto mbalimbali. Mfano mdogo tu, tuna malengo ya kuwa mabingwa nchi yetu hii, lakini bado hatujafanikiwa. Ni kuonyesha kwamba sisi binadamu yako mambo tunafanikiwa, yako mengine hatufanikiwi. Ni swala muda, swala kujipanga zaidi kupambana zile changamoto. Kwa hiyo kombe la shirikisho ratiba imetoka, tutaanzia kule Mozambiki, timu ambayo hatuijui, lakini kufika malengo yetu unaweza kuona kwamba tuna mwalimu mpya. Huyu mwalimu aliyepita tufikisha hapa tulipo, tunamshukuru, amefanya kazi kubwa mpaka sasa timu yetu imekuwa tunatembea kifua mbele. Azam hapa ilipo yote kazi ya mwalimu wetu aliyepita. Kaja mwalimu mpya huyu na jukumu hili la kombe la shirikisho, naye vile vile ni mzoefu haya mashindano. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa kwa kikosi tulionacho, uongozi bora tulionao na mwalimu wetu ambaye tuliokuja nayo, tutafika kwenye malengo yetu. Malengo yetu makubwa mwaka huu kwamba kila mtu anataka kufika mbali, kila mtu anataka kupata mafanikio makubwa, lakini mafanikio basi huwezi kutoka tu from moja basi. Hata ukiwa unapanda ngazi upande katika ile hatua ya kwanza, basi mtu ghafla kukute kwenye ile kidato cha labda huko katika kidato cha kwanza ufike kidato cha 20, yani lazima utapita cha pili, cha tatu, cha nne, cha tatu, cha sita, yani malengo ili ufike pale juu. Ndani ya kombe la shirikisho tuna malengo yetu. Mwaka kwanza tumeshiriki, tumeishia katika ile raundi ya 3, tumeona, lakini sasa tumejengea malengo mengine kabisa ambayo tuna nia ya dhati kabisa. Nia ya dhati si nia moyoni, lakini nataka na utekelezaji. Nia yetu hasa mwaka huu tuingie katika group stage. Sio tuishie pale, lakini kwamba tufike ndani ya group stage. Alafu litakatokea baada ya group stage itakuwa jitihada ya ziada kutufikisha huko. Kwa sababu ili ufike hatua zako huwezi kurupuka leo hapa uende ukafike mahala pakubwa bila kujiwekea malengo na hatua na kipindi cha mpito, hapa ufanyeje, hapa ufanyeje. Kwa hiyo tuna lengo hilo na tunaamini kwa uwezo wa vijana tulionao, mwalimu tulionao, uongozi wetu tunashukuru, siwezi kuacha kwa sababu bila uongozi haya yote asingewezekana haya. Utekelezaji kitu kingine na kuongoza mtu kufika kwenye malengo yake kitu kingine. Kwa hiyo uongozi tulionao, timu tulionayo, mwalimu, benchi la ufundi ambalo linaongozwa na mwalimu huyu mpya, tuna matumaini makubwa ya kufikia malengo yetu katika kombe la shirikisho ambalo ratiba yake inatoka wiki iliyopita. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, wachezaji wa kikosi cha timu ya Azam FC wameonekana kuvutiwa na mazoezi ambayo walikuwa wameshaanza, lakini pia kwa ujio wa kocha mpya Joseph Omog ambaye amerejea Dar es Salaam akiwa sasa kamili kwa ajili ya kuifundisha kikosi hicho. Nahodha wa timu ya Azam FC John Boko almaarufu kama Adebayo amesema wanaendelea vizuri na mazoezi na matarajio ya wachezaji wenzake ni kwenda Zanzibar kutetea taji la mashindano ya Mapinduzi Cup na kisha kurejea katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara na kumalizia kufanya vyema katika kombe la shirikisho barani Afrika. Wao kama wachezaji lao ni moja tu katika kuhakikisha wanatekeleza yale ambayo wanatakiwa kutekeleza na kocha wao ndani ya uwanja. Mazoezi sasa hivi kocha mpya kaja, wachezaji wa kupo timu ya taifa wamerudi na hata wale kupana maumivu wengi wamepona. Ndio tumeanza mazoezi, tunaanza kujiandaa Mapinduzi pamoja na ligi pia na mashindano ya kimataifa pia. Tunajiandaa. Kwa hiyo naamini sisi na wanajeshi tunaenda kupigania timu yetu. Kikubwa tunasema tunaenda kupigania ili tuweze kurudi na kombe kwa sababu sisi ndio mabingwa watetezi.
Nachoshukuru zaidi pia kaja kocha mpya, lakini hata morali imezidi kuongezeka pia wachezaji. Kwa hiyo ni jambo zuri sana katika timu. Tunamshukuru Mungu. Tunaomba tuzidishie morali hii tulokuwa nayo na tuweze kujituma mazoezini. Haki ukianza kujituma mazoezini ndio unaenda kujituma katika mechi. Naamini tutafanya vizuri tu. Na sisi tunatakiwa tuelewe tulipoishia msimu ule uliopita na tunatakiwa tufanye nini msimu huu unaofuata pia. Naamini tulikosea msimu uliopita ule tukatoka katika mashindano mapema, lakini naamini sasa hivi malengo yetu makubwa ni kusogea mbele zaidi ya pale. Na hakuna kinachoshindikana, tutaweza tu ni kujituma tu wenyewe. Kocha mpya akija na anakuja na mambo yake pia. Kwa hiyo naamini morali itazidi na kujituma kutazidi na vingine atavotuletea vitakuwa vimeongezeka zaidi. Ili tujitume kuanzia mazoezini, tufikirie klabu yetu, tufikirie hii ndo kazi yetu. Tunachotakiwa kujituma zaidi ili tuweze kufanya vizuri. Watazamaji wa Azam FC TV Show, sisi ndani ya uwanja huu tena hatuna cha ziada. Lakini kabla sijaondoka, pengine leo nikuulize swali nikiwa ndani ya uwanja huu wa Azam ambako pia kama unaweza kuangalia nyuma yangu mazoezi yanaendelea. Nitajie jina la mchezaji wa kimataifa ambaye amejiunga na kikosi cha timu ya Azam akitokea nchini Ivory Coast. Nimekurahisishia ametokea wapi. Nitajie jina lake kamili. Jina kamili la huyo mchezaji ambaye ametokea Ivory Coast ambaye amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili na timu ya Azam. Kwa hiyo sisi tena hatuna cha ziada kutoka hapa ndani ya uwanja wa Azam Complex. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Asanteni. Azam Cola.